Toka bwana. My name is Francis Awino, the People's President, and the current Bunge la Mwananchi President as well. I'm saddened by everything that is happening in our country right now, and I want to thank my fellow comrades kwa kujitokeza na kumake sure kuwa Zakayo ametii Article 1 of the Constitution of this nation. Hii campaign tulianza huko nyuma kama wanabunge around mwezi wa 4. Sasa zenye walituletea finance bill ya kwanza tukasema hatuitaki na tuitaki kabisa kama wanabunge. And it went on hadi kama wanabunge tukatoa bill ya wanabunge ya wananchi. Kwa sababu tulizunguka Kenya mzima tukichukua maoni ya Wakenya na tukiongelesha Wakenya na wao wenyewe wakatoa bili yao. After kunotice pale KICC kwa hiyo mambo yenye wameleta ya public participation ni watu wametumiwa messages ndio wakuje waangazie malilio ya serikali. Na sisi tukasema hapana, tutaenda bunge na malilio ya wananchi na bili ya wananchi, na tukawapelekea na wakakataa. Na sisi kama macomrades tukaambia Wakenya lazima mjitokeze ndio tushushe Zakayo. Na kwa jitokeza na lately kila Kenya mzima na dunia mzima imeona kitu yoyote yenye imekuwa kihappen kwa hii nchi. Nataka kusema hivi, on Tuesday watu walitokea wakafanya demonstration na tumekuwa peaceful nchi mzima, na nataka kuwashukuru macomrades na Wakenya wenzangu kwa kujitokeza. Lakini kuna wenzangu wanabunge na Wakenya wenye tumekuwa tukiona wakiuliwa. Juzi tuliona huyo president mwingine akisema kuwa watu 16 ndio wameuliwa. Mimi nami nikajiuliza ni ukweli. Nikasema nizunguke nikiangalia watu wangu ni wangapi, kwa sababu pia mimi sioni watu wangu 22. Leo asubuhi nimeanzia Kenyatta nikiona wagonjwa, nikapitia mochari ya Kenyatta. Nikapata kuna bodies 3 zenye hadi saa wa leo hazijajulikana ni za kina nani. Nikasema nije hapa City Mochari. Kufika hapa nikapata kuna mili zingine yenye hazijulikani za kina nani. La kushtua zaidi, nimepata kuna hadi mwili yenye ilitoka Kajiado jana usiku yenye pia imeandikwa unknown body. Lakini luckily tumepata rafiki yangu mwenye anaitwa Eriko, mwanabunge, ako hapa. Erickson Mutisia. It is so sad that wanabunge wamepotea, wanabunge 22. Saizi tumepata mmoja, imebakia wanabunge 21. Au 21 nauliza serikali wako wapi? Na pia nataka kuuliza pia hivi. Nimekuja hapa City Mochari, nikapata kuwa kuna mwili imetoka Kajiado ikaletwa hapa. Kwani Kajiado hakuna mochari zenye watu wao wanaweza enda huko waangalie? Pia nataka kuuliza serikali hivi, ni mili ngapi imetolewa hapa Nairobi ikasambazwa kwa hizo kaunti zingine? Na pia ni mili ngapi imetolewa kwa hizo kaunti zingine zikaletwa hapa Nairobi? Nilisikia huyu president mwingine akisema kuwa anataka dialogue. Lakini ukiangalia venye anataka dialogue, anataka kucheza wana Kenya. Venye amezoea kucheza wana Kenya. Ati anasema mapasta alete watu hapa na sisi wote tunajua tulikuwa tumezoea maombi. Sijui anasema civil society gani, sijui anasema akina nani walete watu. Sisi tunasema sisi kama wananchi hatuwezi enda kwa Zakayo na tuwezi enda kwa muongo kama sisi wenyewe hatujakaa chini kama wananchi tu decide ni nini tunataka. Na hatutaki kuchezwa, ndio maana sisi kama wananchi tutakaa kwanza kama wananchi chini tuamue venye tunataka. Na
Na constitution natuambia kwa article 1 kwa the sovereignty belong to the people of this nation, all powers belong to the people. Na sisi ndio tuko na power saa hizi, sisi ndio tutasema venye serikali itaendeshwa na venye tunataka. Seti za kwayo watuambia tia anataka dialogue ndio atucheze, wale serikali washajipanga. Sisi kama wananchi pia sisi lazima tujipange, tuambie venye tunataka. Asanteni Kenya, Mungu abariki Kenya, na tutazidi kuendelea pamoja sisi wote. Asanteni. Thank you very much. My name is Comrade Bush. I'm the Attorney General of Bunge la Mwananchi. So today we were conducting a search to establish the number of comrades from Bunge la Mwananchi, because we have had like 30 members of Bunge la Mwananchi missing since Tuesday when the demonstrations commenced. But preliminary investigation has established that we lost 20 of them. So we have moved through the facilities, the morgues. We were at Kenyatta Mortuary. We have come here to now we are at City Mortuary. And unfortunately, one of our members, Erickson Mutisia, who is a Mutura vendor, a hustler along Jogo Road, Uchumi area, was one of those victims who fell to state-sponsored aggression on Tuesday. He was murdered while exercising his sovereign right as guaranteed under Article 1 of the Constitution and protected by Article 37 of the Constitution. We have viewed his body and we have conveyed our revolutionary salutes to other comrades who are lying alongside him. Roughly there are 50 here at City Mortuary, and these people, we have come to rehabilitate their memory. And we have come here to debunk the state-sponsored propaganda that these people are criminals. These are revolutionary par excellence. These are people who were murdered while they were exercising their sovereign rights. Like Erickson Mutisia, at the time of his death, he was a member of Bunge la Mwananchi of good standing. He was participating in all our activities. When we promulgated our finance bill, when we petitioned Parliament with a memorandum on finance bill, Erickson Mutisia was one of us. He participated peacefully in those demonstrations. So we are wondering why a peaceful protester who is exercising his sovereign rights as protected by the Constitution is being murdered in cold blood. We want to tell the government of Kenya Kwanza that Erickson Mutisia, along other comrades, that you have murdered while exercising their sovereign rights, were fighting the lunacy, the fantasy, and the illusion of Kenya Kwanza administration that is driving the country into an apocalyptic confusion. Erick Mutisia and other comrades who died while exercising their sovereign rights are Kenyan citizens whose lives must be protected like any other life. So the government must issue an apology. If the president wants to engage us, we want a public apology to the people of Kenya for the crime that he has committed. If the president wants to engage us, he must come to justice with clean hands, because right now his hands are wet with blood. He must come to justice, as the maxim goes, you come to justice with clean hands. And the president, one of the agendas that we have resolved as Bunge la Mwananchi, because we are directly affected with this, is that the first agenda of that dialogue is the president must resign. That is the first agenda. The second agenda of that dialogue is that Parliament must be dissolved with immediate effect. The third agenda of that government, of that dialogue, is that a general election must be called with immediate effect, because the people had recalled the power, the delegated powers that they had bestowed upon these institutions. They had recalled the delegated power that they had bestowed upon Parliament, the delegated power that they had bestowed upon the executive, the delegated power that they had bestowed upon the judiciary. So these institutions must be recalled, and we want an immediate election. So that is the agenda of Bunge la Mwananchi for this dialogue. Agenda number 1, the president must go. Agenda number 2, government must be dissolved and Parliament must be recalled. Agenda number 3, judiciary must be recalled and a general election must be held as soon as possible. Otherwise, these opportunists who Ruto is parading as representing civil society do not represent the civil society. It is Bunge la Mwananchi that commenced this initiative.
It is Bunge la Mwananchi that has driven this initiative, and it is Bunge la Mwananchi that is now giving the president an ultimatum that if you want dialogue, that dialogue must be based on those 3 agendas that we have proposed. Any other person who is being fronted from those familiar quarters is engaging in an exercise in futility and is an enemy of the people. And we want to commit very specially to the families of those who have been murdered, the 22 comrades of Bunge la Mwananchi that now we have established that were murdered by the aggression of the regime. That Bunge la Mwananchi will stand with you during this difficult process. Whatever assistance that we can provide in terms of supporting the funeral expenses, Bunge la Mwananchi will be there in handy. We will lead other comrades to show solidarity with you during this difficult time, because the government is not committing any funds to the process of giving them a befitting send-off. So Bunge la Mwananchi will step into that space, because right now it is us who exercise the oversight function, because power has now been recalled from those institutions that used to exercise them before. Thank you. Maurice Masiga, Deputy President of Bunge la Mwananchi Kenya. Leo tumetembelea hapa Nairobi City Mortuary. Na kabla tutembelea hapa, tulikuwa tumetembelea mortuary zingine na mahospitali. Tulikuwa tunafanya hivyo kwa sababu kuna wengine wetu ama wenzetu wengine walipata maafa, na tumepata maafa imeripotiwa lakini hatuwaoni. So ndio tumekuja kudhibitisha kweli wako hospitali ama wako mortuary. Na vile tumetembea, tumepata pale Kenyatta kuna miwili kama 4 ambazo zijulikani ni nani. So tumetoka huko tukaambiwa pia tukuja hapa tuhakikishe kama mwili ya wanabunge ambao pia wenye hawako. Sababu ukiangalia hiyo namba ambao anatuambia President jana alisema ni watu 6, amesema serikali imehesabu. Lakini sisi Bunge la Mwananchi, bunge peke yake, sisi kama non-governmental organization tumepoteza watu 22. Na ndio maana tumekuja hapa, na so far tumepata mtu mmoja peke yake ndio mwanabunge ambao ni Erikson Motiso, ambayo alikuwa anachoma motura pale Uchumi Jogoo Road. Hiyo motura alikuwa anachoma, hata ni wale vijana walikuwa wamepromisiwa Hustler Fund. Hustler Fund, pesa kuchoma motura ndio alikuwa amechukua kwa Hustler Fund. Hata amekufa na deni hajalipa. Sasa ndio tunasema hiyo ndio kitu ambayo imetuleta hapa sisi kama Bunge la Mwananchi. Na tunasema hivi, struggle hii sisi wenyewe tulianza, na tukaanza ni kama kwa njia nzuri ya kuadvise serikali, tafadhali nyinyi mlisema mnafanya public participation, mkaleta vikaragosi, mkaweka pale KICC, wakakuja pale na zile coachings zenyu mlikuwa mwacoach na vile mlikuwa mwalipa pesa, wakaongea vile muongea. Tukakuja advise hii kazi ya public participation sisi tunaweza ifanya mzuri, na kabla mmalize tukaenda tukafanya hiyo kitu kwa 47 counties ambao tuko na members wetu wa Bunge la Mwananchi, na tukapata hiyo report, tukapata ile bill ambayo Kenya ambao wako wametapaka kwa kila tabaka ile ambayo wanataka, na tukaleta hiyo bill na tukakuja tukaleta pale wapi hapo kwa bunge, lakini hamkusikiza. Na ndio maana ikafikia mahali tukaingia maneno ya maandamano. Kumbe hawa vijana wadogo wale walichukua, wenye walidanganywa na pesa Hustler Fund, na wakaenda wakapewa 500 badala ya mkopo aitaendeleza maisha yao mzuri. Pia kumbe wanafili uongo imeenda juu sana, wakajoin maandamano yetu, na ndio maana Kenya iko mahali iko saa hizi. Na ndio maana tunasema namna hii, tafadhali, huwezi danganya ukikampaign, huwezi danganya senye umekalia kiti, huwezi danganya mpaka saa kifo. Tafadhali usidanganye kitu moja. Danganya kitu moja. Hiyo umedanganya wazee, umedanganya wa mama, umedanganya age zote. All age brackets umezidanganya. Na ndio maana Kenya iko mahali iko. Sasa sisi tunasema namna hii. Hiyo mkutano ambao unasema umechagua, sijui unataka kuweka watu wakusanyike wakuja watoe maoni, na ile bili umekataa, sijui umealika nani. Sisi tunasema namna hii. Sisi kabla tukuje kwa huyo mwaliko, sisi kwanza tutaalika watu ambao tunasikizana, non-government organization, makanisa, wazee, vijana. Kwanza sisi tukae tupange nyumba hiyo yote, kwa sababu wewe unapanga parliament, na hii parliament unapanga already imetufail. So sisi tutakuja kuchanganyika na hawa
vikorogosi vyako hiyo uongo, kwa sababu parliament ni vikorogosi. Hiyo si wale watu wananchi walichagua. Siku hizi hiyo ni watu yako umeponga, ameenda pale parliament na kuambia bwana Zakayo, sisi tutakuja kama tumepanga nyumba yetu, ndio tuitikie kukaa na wewe chini kwa meza, ndio ile kitu utaitikiana hapo. Tukitoka hapo makosa ni yetu. Haitakuwa tena tutoke hapo mambo yamekatana tena uanze kutuita criminal. Hapana, lazima sisi ndio mwelekeo, na hiyo ndio sisi tumeamua tutafanya, tukiwa chini ya People's President Bwana Frank Awino, ambao ni president mwananchi Kenya nzima, na hiyo ndio msimamo wa Kenya, kwa sababu sisi